Kaka bwana, mimi sijui cha umbea ameshakuambia, maana wifi naye friji lake leo aligandisha. Hajaniambia chochote. Kuna ujumbe wa heri? Bwana, mimi nimeona Ramadhani ya safari yule mwenzangu naishi naye ameona bora tufunge ndoa kuliko kukaa tu bila ndoa. Nikifika Ramadhani narudishwa nyumbani, Ramadhani ikiisha narudi pake. Naona kama mnato tunachofanya cha maana. Bora mimi na nimekuona na kutuma ukafikisha ujumbe kwa kakako anajiita Taino si Tino, ukamwambie hii Ramadhani isifanye kwamba mimi na yeye ndio ikawa mwisho wa mawasiliano. Sio, unanielewa? Abaweza kunipangia eti siji paka tufuturu, siji paka nini, Ramadhani ishe sitaki. Ukamwambie kabisa. Unanisikia sijui? Sio, namtolea macho, ukamwambie ikishafika muda wa adhana mimi anipigie simu. Abaweza kunipangia mashati eti sijui sinipigie simu, sijui sinitume. Sitaki hayo mambo. Sio message, sio simu. Ikishafika wa muda simu yangu anipigie. Message yangu haijibu. Kwa hiyo labda ulisi kakangu labda anakudanganya. Mbona sikuelewi? Kaniambia bwana, rudi nyumbani kaongea na kaka yako, natakiwa tufunge ndoa, tufunge Ramadhani ndani ya ndoa. Sasa nikajua chaombea kufikishia taarifa. Sasa mbona mwezi ushaanza? Mwezi ndio ushaanza sasa. Watu wanaoana kabla mwezi haujaanza. Sasa jamani, ubaya uko wapi huo? Au niende nikafanye zinaa au nirudi nyumbani niolewe? Hapana, yaani mmechelewa. Hili swala yaani ndani ya mujibu wa imani yetu sisi, katika jambo ambalo litakuwa lifanyike haraka ni ndoa. Nyumba hiyo moja kama kuna msiba na huku kuna ndoa, msiba utatulizwa kwanza, ndoa itafungwa. Kwa hiyo hili swala litakuwa lifanyike haraka sana. Kwa hiyo hata ndani ya Ramadhani inaweza kuolewa. Mashaallah, wala hamna shida. Mimi hata sasa hivi kweli wallahi nitaweza kuambia mdogo wangu. Basi nikajua utakataa, utasema mpaka Ramadhani iishe. Hivi nikuulize swali. Hivi tokea uanze kunifahamu ushakuwa na mimi nimevaa majuba? Mimi mwenyewe kwanza leo nimeshangaa. Hajaiva kweli masikio mudani. Yaani sio kuiva masikio tu peke yake. Yaani hapa najisikia kuchoka kwanza, yaani picha linaanza nasikia joto. Mimi mwenyewe kwanza mkulungo nimesalenda. Wewe nani usiyesalenda? Yaani mimi nani vipi? Mimi nipo kwenye ukoo wenu au niko kwenye familia yenu? Au unajisahau? Taino ni mpenzi wangu. Hakuna sojua hapa. Kwani wajui? Wewe hujui? Sio namtolea macho. Yaani kunioa ndo nini? Kunioa ndo nini ndo tija? Umwambie kabisa ndugu yako. Ikishafika muda wa adhana, simu yake na ihitaji. Upo nyonyo? Simu yake na ihitaji. Sio ombi, ni amri. Amri zenu ni huko. Wewe baba yako sijui nani yako, amri zenu kwenu. Mimi sio mwana ukoo wenu au familia yenu. Upo nyonyo? Nishamaliza. Kingine. Nilikuwa sijamaliza. Na kuomba kuanzia sasa hivi ukitoka hapa, nisikiza kwa makini, ukamwambia huyu ndugu yako ikishafika adhana tu simu yangu haipokee, message zangu wajibu, la sivyo umguu kila siku utakuwa kwako ni kama maji. Nishamaliza. Huyu nani? Hadi kutapia nkachopla au? Hajafungulia. Huyo mtu kwangu mimi ni muhimu sababu ananistiri aibu zangu utakayofanya wewe, yale ya aibu yanarudi kwangu mimi. Kwa damu huyo mtu nataka nimheshimu kweli kweli. Ile kizamani shemeji yangu naomba shilingi 5,000. Naona mimi hata ile unamzali wewe manaki wewe pale kama unamkwamisha, lakini hapa sasa hivi kanistiri mie. Mwambiaje bwana? Haya basi imeisha hiyo. Manake nimefika hapa, yani wifi bwana, yani sijui roho mbaya. Yani hata sijui. Yani nimefika basi kumekucha. Ikifika Ramadhani tu na mabegi unakuja kufungia hapa. Jamani, mbona kama hataki? Yule hamna wifi yako imani yake dhaifu. Imani yake ndogo, kwa mujibu wa imani yake ndogo kweli kweli. Bwana wifi bwana, naye ajirekebishe bwana. Maka mimi nifanye mfa kunchoka yani mambo yake. Ndio hivyo tena, ndio kitibovu liko shambani kwako. Ndio usingizi wangu nitafanyaje? Ana baya wifi yangu akifa aozi.
Mzee Hija. Yaani somo ya leo kali, yani jana mjaniamsha. Yaani bwana nakero bwana. Yaani uamsho wewe mtoto mdogo, uamsho yani. Sasa kuna kupitiwa. Shangazi, kwani mama wewe umjui? Yaani hapo atafuta sababu ili asifunge leo. Na atafunga tu. Kwanza uifi, hebu mwambie bwana mume wako bwana. Kila siku jamani mboga za majani dako. Kila siku jamani ubwabwa na mchicha. Ubwabwa jamani na matembele. Jamani kweli. Bwana nyie bwana mmezidi ubaili bwana nyie. Lakini si ndo unaolewa. Kwa hiyo kula vya mwisho mwisho. Kula vya mwisho mwisho unaolewa wifi yangu. Kwa hiyo kula vya mwisho mwisho utaenda kula vizuri kwa mumeo, utaenda kula mikuku minini. Maana mimi siwezi kumforce mume wangu aende akaibe kwa ajili yako wifi yangu aka. Usiku hapo akipata kipande cha samaki akileta pambe tu. Vipande vile mnalia nyewe chumbani. Shangazi anataka kuolewa jamani. Yaani cha ajabu kitogeni na unafiki wako. Sistahili kuolewa au sina chochote cha Alafu wewe na nini kwani wewe? Mbona wewe mnafiki sana wewe? Yaani watu wazima wakiongea lazima na wewe ongeze maneno yako hapo juu. Ukinyamaza unaharibika wapi? Na uzee gani mimi kwa cha kuolewa? Siongea tu. Alafu unajua mtoto nafiki wewe mwenye uso mbaya weka kama kakakuona wewe. Kama uso wa shangazi yake. Maana huyo hivi unafanana naye ujue huyo. Na hisi mpaka kuna vitabia fulani kama mmeendana. Asa hivi yangu. Asa unaolewa huyu mwanamume anahitaji nini mambo ya barua mahali hivi. Sasa wifi, mimi na uzee huu na ulijendi huu kilomita zimesoma mpaka zimefutika bado nikadai mahali. Sasa atakuwa bila mahali. Mimi naolewa na kitu chochote kile, akiniletea msafu mimi nakubaliana naye. Akiniletea mkeka kuswalia mimi nakubaliana naye. Wifi yangu kweli umechoka kukaa bila ndoa. Shangazi nataka kulewa na msafu. Haya, lini ushawahi kusoma huo msafu? Wewe unajua kusoma msafu, mbona hujaolewa? Una hata bwana muuza kahawa wewe, una bwana wa wiki wewe wa mwezi. Kuna bwana kasha kujitokeza kama sasa nataka nikuoe wewe hapa. Ambao unajua msafu vizuri tu. Afu mimi na wewe mbona uko hiyo unanifuatilia ndani huko wewe? Unanichina mika mtoto mwenzio wewe. Mimi si nimekwambia shangazi. Wewe una kitu gani cha kuniambia wewe? Una kitu gani cha kuniambia wewe? Kunipangia mimi moyo bora kunioa? Wewe hapa nini? Lakini mwanangu umekosea. Alafu mimi naomba nikuulize swali mwanangu. Kwani wewe watu wazima wakiongea lazima uingize mdomo wako? Maana mtoto mswali ndio maana hamna hata mtu anakuja kuulizia jiko. Maana watu wanaulizia majiko, wanaulizia masufuria, lakini nyumbani kwangu hata siku moja hamna mwanamume anakuja kuulizia jiko kusema kwamba tunataka tumuoe mwanao kwa sababu ya mdomo wako. Kila siku wifi mabichi boy wanapita daga nchele, wanapita sijui na mavibua. Sijamuona hata bwana wa maana wa kusema basi chukua hata daga nchele hawa mchemshe. Kila siku bibi huyu sijawahi kumuona na bwana hata wakumwambia nataka kumuoa eti shangazi nataka kuolewa. Unaona sana unajua kusoma safu wewe. Wewe unajua kusoma safu wewe. Au ndio wewe ushungi wa Ramadhani? Toka. Shangazi bana. Toka utambua toka. Nini wewe? Afu nipite hapa. Amba kula hapa. Amba kula. Sijafungulia wifi. Umefungulia nini? Umesema pale ndio ufungulie wewe. Ningejua kuongelea. Yaani hapa leo afungulii mtu hapa. Baina mimi nikatalia nisifungulie na wewe hamna kufungulia. Wewe tena. Ndio habari ndio hiyo. Jamani, ili siwezi kukaa nalo. Yaani hata kama tumefunga, tufungulie tu. Kwani kuna kumtata mtu unafungulia? Hata ufungulie eti. Jamani, shangazi yako ataka kuolewa. Yamekuwa hayo. Yamekuwa hayo tena mbaya zaidi, anataka kutuletea mambo ya fedheha, anataka kuolewa na mstaafu. Ndio hiyo lini bwana? Ndio lini mimi najuaje? Yeye kaongea hapo kalashia pale na wifi yako alikuwa anaongea, mimi nikajishoa kuna niliu. Wewe wamenibarasa hapo. Ndio hivyo mambo ya shangazi yako. Ningekuwa mimi nisingekubali kabisa. Hayo si mambo ya fedheha jamani. Yaani na utu uzima ule, mtu koloni na msaafu. Mwenzangu mimi hapana. Bora tu nichunde tu nyumbani, nikae tu nyumbani waniseme.
lakini sio kuolewa na mstaafu. Hata mimi ningekuwa mimi mwenzangu nisingekubali kuolewa na mstaafu. Kwanza dada kabisa, ela ilivyokuwa tamu. Afu mtu akulete kitabu afu kusoma ukiwezi. Sasa ngojeni kwanza. Lakini kwa umri wa shangazi na stahili. Kataino ndio mstaafu? Mwenzangu hapana, hata kama. Bwana nika nyumbani tu. Hata mimi mwenzangu. Sasa haya, nakuuliza wewe, kwa mfano wewe sasa yule jinsi alivyo pale shangazi, kama angekuwa yeye ndio mwanaume, wewe unaamua kwa mali ya shangazi. Anamtetea shangazi yake. Hata kidogo tena kuna 200,000 au 300,000 fasali. Hata kwenye 300,000 bwana, ndio. Hapo muongea point. Mimi nasikia yote mnayoyaongea. Usifikiri ndani humu mimi sipo. Nipo. Kwanza wewe Taino, wewe mwanaume mzima. Unakaa wewe unaanza kujadiliana na wanawake kuhusu mimi. Hivi wewe utaniweza wapi wewe? Shangazi umefanya nini? Ufafanya nini? Wewe unafikia uko unaongea hapa. Kazi. Unaweza kutafuta kazi ukafanya ukamsaidia baba yako kwa nani kutafuta nani mambo ya futari, unaanza kujadiliana na kama wewe kabisa wewe. Sisi wenzetu tumekuweka, tumekuchukulia kama ndugu yetu. Na wewe pia kunisema mimi. Wewe una bwana gani wewe? Hata sawa mimi nimeolewa kwa huo msaafu. Wewe una bwana gani akikukubali wewe? Una mbele, una nyuma kindululu wewe. Shangazi, wewe tulikuwa tunaongea mambo ya heri tu yani. Heri hivi hata mkiongea shari. Nimesikia kila kitu. Kwanza mwanaume nzima unatakiwa uvaishwe dela wewe. Shangazi. Unatakiwa uvaishwe dela, mimi nafanya uvaishwe dela huyo. Shangazi, hiyo sio kweli bwana. Soko lio vipi na wewe shoga nini wewe? Shangazi bwana. Mwezi wa Ramadhani sio mnakaa mna kazi ya kuteta na shangazi na kwa mstaafu kwa umri ule. Umri ule mimi nimemuogesha nani? Umri ule nimemuogesha nani mimi? Shangazi. Masiku. Shangazi hamna, si vitu vya kawaida tu. Koma na wewe, mimi nakoma. Shangazi Ramadhani usitukane. Koma. Mama mdogo. Nyoko makondogo mimi wewe. Shangazi Ramadhani. Wewe mkulungu wao kanita mimi makondogo wewe. Mzee nzima wandogo. Sasa mimi mama mdogo nimekosea. Paka mweusi wewe. Paka wa Rubea wewe. Acha kupani shangazi. Shangazi Ramadhani usitukane. Tena wewe Taino wewe. Taino wewe ushoga unokuanza wewe. Mwanaume mzima unataka kutafuta vibarua huko. Wenzako kupita tu 12 wameenda bichi. Kwenda kupapatua huko. Wewe una kazi ya kujadiliana na wanawake. Pumbavu zako wewe.